Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Habari za uzima wapendwa wote. Yes, karibu sana tupate kujifunza neno la Mungu ambalo ndio uzima wa maisha yetu. Karibu sana na Mungu akubariki. Tunasoma kitabu kile cha Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 11 na mstari wa 12. Nitaishia tu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Waefeso sura ile ya 4 mstari wa 11 na 12. Maandiko yanasema naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Huyu ni nani? Ni Mungu aliyetoa, aliyeweka huduma hizi ndani ya kanisa. Haleluya! Ndani ya watu wake, kwamba huyu atakuwa ni mtume, huyu atakuwa ni nabii, mwingine mwinjilisti, mwingine mwalimu na mchungaji. Mungu alikuwa na makusudi, edha Mungu ana makusudi ya yeye kuweka hizo huduma ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwamba haiwezekani mimi mtu mmoja ndio nifanye kazi zote hizi. Mimi huyo ndio nabii, mimi huyo ndio mtume, mimi huyo ndio mwalimu, mimi huyo ndio mchungaji. No. Mungu akasema hapana, nitoe mgawanyo wa majukumu kwa kanisa. Nitoe mgawanyo kwa watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu alifanya hivi? Mstari wa 12 anasema hivi: kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Haleluya! Kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu. Biblia inasema katika Zaburi 16 kwamba watakatifu walioko duniani ndio Mungu anafanya nini? Anapendezwa nao. Kumbe watakatifu wapo, na ili wale watakatifu wakapate kuwa kamili ni lazima wakapate kusikiliza mafundisho, kupata kusikiliza neno kutoka kwa hizi huduma mbalimbali ambazo Mungu ameziweka ndani ya kanisa. Huwezi kuwa kamili kwa wewe mwenyewe, no. Lazima ujengwe kwa neno, kwa mafundisho, kwa neno lisilogoshiwa kutoka kwa watu wengine, kutoka kwa hizi huduma zingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema jambo la pili ya kwamba hata mwili wa Kristo ujengwe, hata kazi ya huduma itendeke, hata kazi yake ikapate kutendeka. Ndio pale nimesema kwamba mimi mwenyewe siwezi kuitenda kazi ya Mungu, nichukue huduma zote nikazivae kwamba mimi ndio nimejitosheleza. Hapana, lazima majukumu tugawane. Huyu aende huku, huyu afanye hili, huyu afanye lile. Lengo ni sote tukapate kuijenga nini? Kujenga mwili wa Kristo, kupata kuitenda huduma yake. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema ndugu zangu, ni kweli kwamba tumeitwa kuwaleta mataifa wengine kwake Kristo. Sawa, ndio, lakini pamoja na hayo ni lazima sisi wenyewe tukapate kujengana. Nataka kusema nini hapa? Ni kweli Mungu amekupa huduma fulani. Wewe ni mchungaji, basi jifunze pia hata kumsikiliza nani? Nabii. Wewe ni nabii, jifunze kumsikiliza mwalimu. Wewe ni mwalimu, jifunze kumsikiliza mtume. Wewe ni mtume, jifunze kumsikiliza mwinjilisti. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba mimi nimekuwa ni mchungaji basi yote najivika mimi ndio nayaweza. Hapana, kuna huduma zingine ambazo Mungu ameziweka kwa watu pale, jifunze kuzisikiliza. Bwana Yesu asifiwe. Usijione kiburi na kujiona kwamba mimi ndio nimekuwa, labda mimi ndio nabii, basi siwezi kumsikiliza mtume, siwezi kumsikiliza mchungaji, au siwezi kumsikiliza nabii, siwezi kumsikiliza mwalimu. Hapana,
Hapana, acha kiburi cha uzima hicho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So jipe nafasi ya kuwasikiliza wengine. Mungu amekupa karama ya kuimba. We ni mwimbaji. Yes. Je, waga unachukua nafasi ya kuwasikiliza wengine? Huwezi kujijenga wewe mwenyewe tu. Sawa, una sauti nzuri, unaimba vizuri, yes, lakini chukua nafasi pia ya kusikiliza kwa watu wengine. Kuna kitu Mungu pia atasema na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa kwa ajili ya kujengana. Tuache kiburi, tuache kujiona kwamba mimi ndio nimekuwa bora kuliko yule. Hapana. Tuwe ni wanyenyekevu, na Mungu atapata kuendelea kutukweza na kutuinua kwa wakati wake. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Amen.